Kuwa na vigezo hivi vitano na ni mpenzi wa kuwavua chupi wanawake, utawavua chupi wanawake wengi, kwa maana 90% wanataka hivi vigezo. Na sio ajabu mtu mwenye vigezo hivi kuwavua chupi wanawake zaidi ya 10,000 na kufanya nao mapenzi, kwa sababu ni vigezo ambavyo vinadhibitisha kwamba mwanamke anavipenda. Kwa hiyo kwa 90%, yani kwa 10% wanaobaki ndio hawapendi hivyo vigezo, lakini 90% ya wanawake waliopo hapa duniani wanapenda hivi vigezo ambavyo nitavitaja. Na kama wewe ni mpenzi wa kuvua chupi wanawake na una vigezo vya aina hii, ama una kigezo kimoja hapo ambacho nitakitaja, fahamu kabisa kwamba wewe itakuwa ni rahisi kuwavua chupi wanawake, na kama ni mpenzi basi unaweza kuzidisha hata 10,000. Kigezo cha kwanza, kuwa na pesa. Hiki ni mojawapo ya kigezo ambacho kama mwanaume ana pesa ni rahisi kuweza kuwavua wanawake, hata kama hizo pesa hazigawi basi, lakini akishakuwa na pesa, akajulikana kwamba ana pesa, ni rahisi kuwavua chupi wanawake. Mwanaume ambaye ana pesa kwa kawaida yani wengi wao wamewavua chupi wanawake wengi. Kwa hiyo ni mojawapo ya kigezo ambacho unaweza kuwavua chupi wanawake wengi, na kama ni mpenzi wa kuwavua chupi wanawake. Na pia kigezo cha pili ni kigezo cha kuonga pesa wanawake. Hii ni tofauti na mwanaume mwenye pesa, yani kigezo cha mwenye pesa. Na hii kwa sababu kigezo cha mwanaume mwenye pesa ni kwamba anaweza akawa na pesa hapo asiwe mtoaji. Kwa hiyo atavua chupi wanawake kwa sababu yeye ana pesa. Kwa hiyo wataamini kwamba wakifanya naye mapenzi basi kuna kitu atakipata, ili hali huyo mwanaume anaweza akawa sio mtoaji. Lakini kigezo cha pili ni kigezo cha mwanaume kuwa na pesa hapo akawa ni mtoaji. Kwa 1% kubwa hiki ni mojawapo ya kigezo pia ambacho ni rahisi kuwavua chupi wanawake wengi sana, kama ni mpenzi wa kuwavua chupi. Na pia kigezo cha tatu ni kigezo cha kufanya kazi kwenye mamlaka. Hiki ni mojawapo ya kigezo ambacho kinadili sana na wanawake wa Kiafrika, kwa sababu wanawake wa Kiafrika, mtu yoyote ambaye anafanya kazi kwenye mamlaka huwa wanamchukulia kwamba ni mtu wa muhimu sana kwao. Kwa hiyo ni mojawapo ya kigezo ambacho kinaweza ukakitumia kama ni mpenzi wa kuvua chupi wanawake, ukawavua wanawake wengi. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza kumuona mtu mwenye kigezo hiki cha kufanya kazi kwenye mamlaka akawavua wanawake zaidi ya 10,000 chupi, kwa sababu ni kigezo ambacho kinadhihirisha wanawake wengi wanakipenda, hususan wa Kiafrika. Na pia kigezo cha 4 ni kigezo cha mwanaume kuwa na mamlaka ya sehemu ya kazi au ya max. Mwanaume yote ambaye ana mamlaka katika swala la kutoa kazi au max, hii ni mojawapo ya kigezo ambacho kinaweza kumfanya mwanaume, kama ni mpenzi wa kuvua chupi wanawake, akavua chupi wanawake 10% au wanawake wengi sana. Kwa sababu mtu kama ni profesa anafundisha chuo na yeye ndio mtoa max, kama ni mpenzi wa kuwavua chupi wanawake, ni rahisi kuwavua chupi wanawake. Na sio jambo la kushangaza kusikia profesa ametembea na wanawake zaidi ya 1,000. Ni jambo la kawaida sana, kwa sababu yupo katika rank au yupo katika kigezo ambacho ni rahisi kuwavua chupi wanawake. Na au mwanaume mwenye ofisi anataka kutoa kazi au ana nafasi za kazi, kuwavua chupi wanawake katika swala la kuwapa kazi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kama ni mpenzi wa kuvua chupi wanawake, hiki pia ni mojawapo ya kigezo ambacho unaweza kuwavua chupi wanawake. Na pia kigezo cha mwisho kabisa, kuwa msanii. Kigezo cha kuwa msanii, either mwimbaji, either mwigizaji. Hususan kwa Afrika wanapenda sana waimbaji. Kwa hiyo hiki pia ni mojawapo ya kigezo ambacho kinadhihirisha kwamba kama wewe ni mpenzi wa kuwavua chupi wanawake, unaweza kuwavua chupi wanawake wengi ikiwa una hiki kigezo. Na nikukumbusha kwamba hivi vigezo vinatofautiana, lakini ni mojawapo, hatijalishi kama una kigezo kimoja, ni rahisi kuwavua chupi wanawake kwa 90%, kwa sababu ni wanawake ambao wanapenda hivi vigezo. Kwa hiyo hivi ndio vigezo ambavyo vinadhihirisha kwamba mwanamke anakuwa au wanawake unaweza kuwavua chupi kama wewe ni mpenzi wa kuwavua chupi.